Ubora wako wa kufikiri ndio unajulisha ubora wa matokeo ambayo utayapata. Ukifikiri kwa namna isiyo sawasawa, huwezi kupata matokeo yaliyo bora kwenye maisha yako. Na kwa sababu somo la kufikiri hatufundishwi shuleni, tunafundishwa mambo mengi, lakini hatufundishwi namna ya kufikiri. Kwa sababu hiyo, kuna aina 5 za kufikiri ambazo watu wanazo zinazosababisha kufeli. Kuta mtu amesoma, pengine mwingine ana fursa fulani, mwingine anapata mtaji, lakini kuna namna tu anashangaa amefeli, alafu anajiuliza kwa nini nimefeli? Anaanzisha biashara anafeli, kwenye kazi anafeli. Lakini sababu pekee unakuta ni kwa sababu ya aina ya kufikiri. Aina hizi 5 za kufikiri zinazofelisha watu, ukizitambua utajua namna ya kuziepuka. Aina ya kwanza kabisa tunaita polarizing. Polarizing ni aina ya kufikiri ambayo inaweka mambo katika makundi mawili tu. Makundi mawili ni kwamba ni either all or nothing. Yaani ni mtu anafikiri kwamba nikiingia biashara hii ninapata au sipati kitu kabisa. Nikipata napata vyote, nisipopata sipati vyote. Ni aina ambayo tunasema haina middle ground. Ni aina hii ya kufikiri ambayo tunaitaga ile black and white. Yaani ni mtu anafikiri kwamba hichi kitu kinawezekana au hakiwezekani kabisa. Sasa aina hii ya kufikiri, madhara yake ni nini? Madhara yake ni kwamba mtu wa namna hii akimchukia mtu kama amefanya jambo moja baya, anamhesabu huyu ni mtu mbaya mzima mzima. Matokeo yake, hata kama huyu mtu ana kitu kizuri, hawezi kufaidika nacho. Kama kuna aina ya biashara aliambiwa ni mbaya, anaichukulia ni mbaya kama ilivyo. Hajui pengine inawezekana ni mazingira, au mtu alimwambia kuna timing alikosea, anaichukia hiyo biashara kama ilivyo. Yaani watu ambao akichukia kabila, anachukia watu wote wa kabila hilo. Akilipenda kabila fulani, anapenda watu wote wa kabila hilo. Au kama ni taifa, the same. Kwa hawa ni watu ambao wanakuwa hawana namna ya kujua kwamba inawezekana kitu leo kikawa kibaya kwa namna fulani, lakini kina uzuri fulani ndani yake. Au inawezekana huyu mtu ni kweli ana madhaifu yake haya fulani, lakini ana mazuri yake pia fulani. Kwa hiyo siwezi nikamhukumu mtu kwa ujumla wake kwamba huyu hafai. Hapana, inawezekana kuna eneo ambalo yuko bora. Sasa ukiwa na fikra za namna hii, utapoteza watu wengi sana kwenye maisha yako. Lakini pili, utapoteza fursa nyingi sana kwenye maisha yako, kwa sababu wewe una close, unasema kwamba hichi kitu hakifai. Kwa hata kama ikitokea mazingira hicho kitu kwa kinafaa, hautaweza kuchukua advantage yake. Huyu mtu hafai, au watu wa namna hii hawafai. Wengine hadi dini, unakuta anasema mtu wa dini hii hafai, mtu wa kabila hii hafai, mtu wa taifa hili hafai. Ukiwa mtu wa namna hiyo, maana yake ni mtu ambaye unaweza ukapoteza fursa na watu wengi zaidi. Au mtu mwingine anasema mimi bwana, watu wa namna hii nawapenda, watu wa namna hii, watu wafupi bwana ni watu wazuri sana, watu weupe bwana ni watu wa namna fulani, watu wa kabila ile. Kwa unakuta hawa watu wamekuja kutapeliwa, wengine imewa let down, wengine wameumizwa kwa sababu ya kufanya polarizing. Wakati wote tunapofikiri, usifikiri kwa kutumia polarizing method, kwa sababu itakusababisha upate changamoto kubwa sana kwenye maisha yako. Aina pili ya kufikiri ambako kuna sababisha watu wengi wafeli, tunakuita catastrophizing. Catastrophizing ni kwamba ni mtu anatengeneza mazingira ya jambo kuonekana ni baya kuliko uhalisia wake, kwa sababu tu za kufikirika, sio kwa sababu kuna jambo la msingi. Na mara nyingi watu ambao wanafikiri kwa njia hii ya catastrophe ni kwamba anafikiri kwa kufikiria mbele mambo yatakavyokuwa mabaya zaidi. Kwa mfano, mtu anaweza akawa amefanya mtihani, anaanza kufikiri aisee, mtihani ulikuwa mgumu sana, kwa hiyo nitafeli. Nikifeli nitadisco, nikidisco sitapata cheti, alafu wazazi hawatanisomesha tena. Matokeo yake nini? Nitakuwa nimepoteza muda. Baada hapo nitakosa kazi. Kwa ghafla hiyo kitu inaweza kumuingizia hofu kwenye maisha yake. Mwingine anaweza akafanya kitu kama biashara. Kwa mfano, kuna watu wana fikra za ndani na hawezi kufanya biashara. Anakuambia, unamuona kabisa ni mtu ambaye ana fursa ya kupata mtaji. Sasa vipi nikichukua mtaji nikaingiza kwenye biashara? Vipi watu wasiponunua? Nikapata hasara. Ghafla nimeshindwa kufanya biashara, imefeli. Ikifeli, kwanza watu watanicheka. Pili, nitaingia kwenye madeni. Yale madeni, vipi watu wakaanza kuuza nyumba yangu, wakaanza kuuza gari yangu, afu wakinikisha vitu vyangu vikishauzwa, hapana, hiyo biashara mimi siwezi kufanya. Hiyo tunaita catastrophizing. Kuna watu ambao hata kwenye mahusiano hawezi kuingia leo kwa sababu tu ya aina hiyo ya kufikiri. Anakumbuka labda kuna kitu kilitokea kwenye maisha yake, kuna mambo yalitokea, kwanza vipi kitokea nimeingia kwenye ndoa? Vipi nikaachika? Au vipi mke wangu akanikimbia? Vipi tusipopata watoto? Yaani kuna watu wana hofu ambayo yajayo, ambayo bado hayajatokea. Na hata wewe inawezekana kuna hofu ya namna ambayo imekusababisha ufeli kwenye mambo mengi na ushindwe kufanya. Aina hii ya kufikiri inaua mafanikio kwenye maisha. Aina ya tatu ya kufikiri tunaita overgeneralizing. Overgeneralizing ni mtu anafikiri kulingana na mambo yaliyopita au mambo ambayo anayajua. Na mara nyingi kwenye overgeneralizing inatoa statement mbili ambazo mara nyingi unakuta mtu anakuwa nazo. Moja ni ile ambayo tunaita always. Ukimsikia mtu anasema mfano kitu kama watu wa namna hii bwana ndivyo alivyo.
Watu wa kabila hili bwana ndivyo walivyo. Watu waliosoma mambo fulani ndivyo walivyo. Hiyo tunaita overgeneralizing. Na yenyewe inakukosesha fursa nyingi sana. Sasa haimaanishi kwamba hicho kitu hakipo, ni kweli kipo, lakini umekiweka kwa ujumla wake kiwango ambacho hata wale ambao hawahusiki na hicho kitu au hawana hicho kitu utawajumlisha na utawajaji kulingana na hivyo ulivyo. Tunasema mainjinia bwana, mainjinia ndio walivyo. Maloya bwana, maloya ndio walivyo. Ni kweli inawezekana ni sifa yao wengi wanayo, lakini haimaanishi kila mtu yuko hivyo. Sasa nyingine, pande wa pili wa overgeneralizing ni kitu kinaitwa never. Mtu anatumia neno never. Kwa mfano, haiwezekani. Watu wanamna hawezi kufanya hichi kitu. Mtu wanamna hawezi kuwa hivi. Huyu hawezi. Yaani watu wanamna hawezi kazi. Watu wanamna ni wavivu. Watu wanamna hawezi kufanya. Never. Sasa hii huwa inatengeneza overgeneralizing. Na wakati mwingine sio kwa ajili ya watu wengine. Hata wewe mwenyewe unaweza ukajitengenezea fikra za namna hiyo. Kwa mfano kuna mtu anasema kwenye always, mtu anajua anasema mimi bana, mimi budget nimeshashindwa. Mimi budget siwezagi. Mimi budget siwezagi bana. Mimi bana, mambo ya biashara mimi siwezi kabisa. Hiyo tunaita overgeneralizing. Au mwingine ndio hiyo never. Yaani kwamba ni mtu anajijengea mtazamo uliotoka, na mtu yote ambaye ana overgeneralize kuna kitu alipitia. Either alipitia mwenyewe au ni experience alipata kutoka kwa watu wengine. Ukiwa na fikra za namna hii ukiwaza hivi utafeli kwenye maisha yako. Yaani tunaita personalizing. Personalizing ni pale fikra ile au namna ya kufikiri ambayo mtu anaona watu wanafanya vitu kwa ajili yake. Yaani wana behave hivyo wanavyobehave kwa sababu yake yeye. Kwa hiyo mtu akifanya kitu anaona ni kwa sababu ya mimi ndio maana amefanya hiki. Unakuta mtu labda kwenye WhatsApp ametuma kitu, hakuna mtu anaye comment. Sasa unaona mimi nikituma comment, nikituma kitu hakuna anaye comment. Wengine unakuta kumbe imetokea tu bahati mbaya kwamba wakati huo ametuma labda hakuna mtu ambaye yuko online. Sasa mara nyingi watu ambao wana personalize vitu huwa wanaishia kwenye self pity. Wanaanza kujionea huruma, sema mimi watu ndo wanavyonichukulia hivyo. Hao watu, mtu asiposalimia unaona hajanisalimia. Unaona kwenye harusi yangu hajaja. Unaona hajanichangia. Unaona kwenye msiba wangu hajatokea. Kwa hiyo hata kama kuna factors zingine, sababu zingine za watu kufanya hivyo wanavyofanya, huyu mtu anajiona ni victim. Anajipa ile sympathy, self sympathy. Kwa hiyo ukiwa mtu wa namna hiyo, maana yake utaanza kuchukia watu na kila kinachotokea utakitafsiri kwenye lugha ya kudharauliwa, kwenye lugha ya kukataliwa, kwenye lugha ya kutokuaminiwa. Ya tano na ya mwisho tuna kitu tunakiita filtering. Hii ndio aina nyingine ya kufikiri. Inaitwa filtering. Sasa filtering unafanya pale ambapo una magnify the negative na una filter all the positive. Filtering ni kwamba unachuja. Yaani kwa mfano mtu ukiwa naye kwenye mahusiano akiwa anatumia thinking ya filtering, maana yake ukifanya kitu kizuri huwa akioni, ila ukifanya kitu kibaya hata kama ni kidogo anakiona. Ndio ile watu wanasema hivi, hakuna hata zuri langu moja jamaa unajua kuona. Asa hamna bana. Ni kwa sababu mtu anatumia filtering. Na ndio maana leo ukiamua kutafuta kosa kwa mtu fulani utalipata tu. Yaani utalipata. Kwa mfano mimi nikupe tu mfano, sasa hivi nikupe zoezi la kufanya. Amua kutafuta makosa ya mwenzi wako, amua kutafuta makosa ya bosi wako, amua kutafuta makosa ya rafiki yako, utayaona mengi kupita maelezo. Kwa hiyo filtering ni pale unapo magnify the negative na una filter out the positive. Kwa hiyo unakuwa unaona tu mabaya, kwa sababu ukianza kuyatafuta mabaya siku zote utayaona. Ndio maana wewe kuna watu ambao kabla hujaanza kuwachukia au mjagombana ulikuwa unamuona mtu mzuri sana, lakini sasa hivi kila kitu anachokifanya ni kibaya. Nguo anayovaa ni mbaya, nywele zake ukiziangalia unaziona mbaya, akiongea unaona mbaya, maana ananuka mdomo, maana chochote kile ambacho anakifanya unakiona ni kibaya. Kwa nini? Kwa sababu tayari umeshamlebo huyo kwamba ni mtu. Lakini zamani ulikuwa unamsifia. Ndio maana unashangaa watu wakiachana anaanza kuongea mambo mabaya anachokifanya yule mbaya, kwa sababu wakati huo anakuwa anakitafuta kibaya. Sijua wewe kwenye maisha yako kama umeshawahi kufikiri katika njia hizi. Kuna aina yote ya kufikiri ambayo unaona ndio inakukwamisha sasa hivi, au kuna mtu unamfahamu anayefikiri kwa njia hii ambayo unaona kabisa hii ndio sababu ya huyo mtu kutokufanikiwa? Niandikie hapo chini kwenye comment ili tuendelee kujifunza zaidi kwa pamoja. See you.